Anik TV, inkuru nziza kuri bose. Yesu mu maraso yawe, mu maraso yawe Yesu, aho niho nyirira. Anik TV, inkuru nziza kuri bose. Yes, bakunzi ba Anik TV, bakunzi biganiro impano yanje, ndabaramukije aho muherereye hose, nizere ko mumeze neza. Mugene musanze mumenyereye, muri kumwe na Benzi Mr Bible, inyuma ya kamera turi kumwe na Fabro. Ubwo musanze mumenyereye Anik TV, tukuma tuja hariya no hino turondera ibiganiro bitandukanye. Uyu munsi tukaba turi Kamenge kuri Eglise iri kuri quartier Teza kuri 13, aho tuza guhura n'umwe mu bakozi b'Imana, aho tumaze gushika turi kumwe nawe. Umeze neza? Napendeza sana, asante sana. Anik TV mara nyingi watu wanatafuta vipaji tofauti, tunatafuta habari huku na kule ili tuweze kupata watu ambao wanapatia watu mashauri kutokana na television yetu ya Anik TV. Tungesema kwanza utusamee, tunakuja surprise. Hakuna shida. Mko sawa lakini ndio unapendeza sana. Asante sana. Kwa majina kwanza ya wazazi ambao wamekupea, ambao wanatufuatilia kwenye television yetu hapa, majina gani? Kwa majina ya wazazi wanipatia mimi Irakoze Samuel. Irakoze Samuel. Ni title gani ambayo uko nayo katika kanisa letu hapa nyumbani? Ndani ya kanisa niko natumikia, ni kanisa inaitwa Eglise du Christ des Apôtres. Mimi ni mchungaji wa makamo, maana yake niko kwa chini ya mchungaji mkuu. Yes. Tunaweza tukauliza kidogo, lakini samahani, watu tunapenda kuuliza ili watu wanaofuatilia wajue mengi kutokana na nyinyi ambao mnakupatia habari nyingi tofauti na ushauri tosha. Vile tungependa kuuliza, nimesoma ni kitu ambacho kimejitokeza tu ama ni kazi ambayo umekuwa umejisikia ndani mwako kutoka zamani? Ndani ya kazi ya Mungu hakuna kujitokeza, ni wito ambayo Mungu anaita mwanadamu sifa na kazi ambayo anatafuta kumpa. Ndio hivyangu mimi nilisoma masomo ya theolojia, misiolojia, pale pote niko na vyeti kama nimesoma, na badala ya hapo nimepakaliwa mafuta tarehe 17 mwezi wa 12 mwaka 2016. Kihesabu kwa sasa hivi kama miaka mingapi uko kwenye kazi? Sikumbuki kama ningehesabu kwanza. Haina shida. Unajua watu tunafurahi sana kwa pamoja na nyinyi ambao mnaona mashauri tofauti. Tukitazama hapa kanisani, cheo chako na kazi unazozifanya, kiukweli unaona kama iko sawa kabisa ama kuna kitu ambacho kinachokosa? Mungu akikuita kumfanyia kazi, utatafuta cheo, utatafuta kitu gani kingine cha kupambania? Mungu alikuita ndani ya shamba yake. Unajua wajibu wako ni wa kutumika. Kama vile department ziko mbalimbali, mimi ni mchungaji, najua kazi yangu ni ya kuchunga. Ni changamoto gani ambazo unazokutana mahali ukienda kuhubiri? Hakuna changamoto fulani ambapo za kukwaza au za kufurahisha unaweza kuambia hata watu kwa kufuatilia? Asante sana. Ndani ya kazi ya Mungu yoyote kwenye iko hapa duniani, sidhani kama kuna mtumishi wa Mungu ambaye anakosa changamoto. Changamoto ni lazima ziwe, na hata katika maisha ya kimwili tunapitia ndani ya changamoto mbalimbali, na ndani ya kazi ya Mungu ni hivyo, kwa maana watu wenye tunatumika nao ni binadamu, nao ni watu wazima. Hakuna kingine kipaji zaidi unaweza kuwa unajifikiria ndani mwako unaweza kusaidia kanisa? Tuache tu kuhubiri ama kushauri. Ndio. Kivyangu ina kipaji ya uimbaji wa kusifu na kuabudu. Na hicho nacho kipaji changu na nakipenda sana. Kwa watu ambao wanafuatilia kwenye television yetu ya Anik TV, inkuru za kuri bose, yani Anik TV, habari nzuri kwa watu wote, ndio tunasema. Kidogo tupitishe vile kama katika sauti hiyo, aseme kabisa kipaji kipo na ndani. Asante sana. Nika kidogo tu lakini sio ya sana. Ndio. Mu maraso yawe Yesu, mu maraso yawe, mu maraso yawe Yesu, aho niho nyiri
murakoze cyane. Hongera sana. Murakoze sio sana. Asante sana. Na sio kipaji kipi. Asante. Hakuna wakati umeshawahi kujisikia siku ya Sunday uchukue microphone hapa uimbishe? Ndio, kabla sijakuwa mchungaji na hata hivi niko mchungaji, huwa mara mingi nafanya concert ya kusifu na kuabudu, na hivi nina nyimbo inaitwa Sabwe, nilifanya concert mwaka unaisha, na hivi kuna vingine niko naandaa kuvifanya kupatiana na kipaji ya kuimba. Tukipita huko na kule tunasikia habari nyingi tofauti ya kwamba mko mnadamu, na ndio maana Anik TV tumejaribu kutafuta sehemu hii ili tuweze kuwauliza kuhusu mkutano. Je, mnajiandaa aje na itakuwa ni lini? Asante sana kwa hiyo swali ya kuuliza kuhusu mkutano. Kwa wandugu wetu wanaotazama kwenye TV, Anik TV, tunatafuta kuwajulisha kama tuna mkutano wa siku 2 kuanzia tariki 27 huyu mwezi wa 6 mpaka 28 huyu mwezi wa 6, na huo mkutano utakuwepo hapa kwenye kanisa yetu la Matendo ya Mitume, na itakuwa inaanza kila siku saa 8 kamili hapa kanisani. Na watu wangetaka kujua ni kanisa liko sehemu gani, ambao wako mbali wajue ni sehemu gani watakuja kufuatilia mkutano huu. Asante sana. Kwa watu wenye wako mnatutazama, wa ndugu zetu, watumishi wa Mungu, waimbaji wenzetu, ni kusema kwamba kanisa liko Kamenge, mji wa Bujumbura, quartier Nteza 13e Avenue. Ni ukifika ku kaburimbo ya kutoka watu wenye wanatoka kusoko ya Kinama hapa kwa Ave Maria, unaendelea mpaka kwa barabara ya 13 Kamenge. Hii ya unauliza quartier Nteza ku 13, pembeni vinaangalia na hotel inaitwa Adams Hotel. Ni hapo. Yaani ukitoka kwa kaburimbo ni 0 ya kwanza, chini ya nyingine kanisa inaitwa Seychelles. Hapo ndipo huo mkutano wetu utakuwepo. Asante sana. Ninaamini kwamba umesikia mahali penye mkutano ambao utakuwa, wameshasema kwamba itakuwa ni utariki, umesikia vile vile, na si mbali, ni hapa Kamenge, barabara ya 13. Utaona tu kanisa karibu na Adams hapa, utaona kanisa hiyo. Watu ambao mmeitisha ambao watakuja kutupatia habari nzuri kama kuhusu uimbaji, kama kuhusu wale wakurugenzi ambao watatupatia mahubiri. Ndio, asante sana. Watumishi wa Mungu wenye watakuwepo kama vile mhubiri maalum wa hizo siku 2, mtumishi wa Mungu kutoka Kenya, Apostle Caleb atakuwa hapa kwa kanisa yetu, pamoja na mchungaji visionnaire wa kanisa Pastor Havu atakuwepo. Tutakuwa na mchungaji Pastor Alfred naye atakuwepo, pia na mimi Pastor Samin nitakuwa niko hapa. Mkutano kuhusu ngambo ya waimbaji, tuko na viongozi wa waimbaji wa kanisa yetu. Tuko na Aman Kristo Node, ndio kiongozi wa worship team, pamoja na Anik Matiti naye atakuwepo, pamoja na Sami Yesarakiza atakuwa naika anatusaidia kuhusu kusifu na kuabudu, na wengine waimbaji mbalimbali. Vile mmejipanga mkutano huu utakuwa ukianza saa ngapi na unaisha saa ngapi? Huu mkutano utakuwa unaanza kila siku kwa hizo siku 2 saa 8 kamili mpaka saa 12 za jioni. Ninaamini kwamba watu ambao wanatufuatilia kwenye television yetu Anik TV mmesikia habari nyingi tofauti ya kwamba kuna mkutano, utakuwa ni mkutano mzuri sana watu ambao ni vijana sana vijana, ningependa kuwa makini sana kwa mkutano huu, msikosi. Anik TV, inkuru nziza kuri bose.